Wewe, niachie. Unataka kuja Simba hapo. Mungu acha. Huwa nimesikia mtoto. Mungu mwache. Wewe. Mungu meua. What? Baby. Meua. Unapenda usipopendwa, kumbe boya. Wajanja wanaweka sumu, penzi lisiendelee, litokome. Ukiona nyani mzee amekwepa mishare mingi, ule ujanja sungura usije nikumba mimi. Mume wangu kafa, huyo ni kesi. Mimi naomba unisaidie jambo moja. Tumbebe huyu tukamtupe. Mume wangu ukamtupa wapi? Si ni kesi. Mimi naona ni bora tukamtupe kuliko akiendelea kuwepo humu ndani. Maana itakuwa kesi kubwa kwetu. Sasa mume wangu unaenda kumtupa, unaenda kumtupaje? Unapajua anapoishi? Napafahamu. Basi kama unapajua, ngoja kiza kiingie. Tumbebe huyu tukamtupe karibu na kwake. Kama hajafa, ili atakapozinduka azindukie kwake. Hii naona ndio itakuwa salama kwetu. Kuliko kuendelea kuwepo hapa, ni hatari sana. Sambono natibu, tibu, unaharibu mpango wangu. Sambono chimbu, wataka kuivunja ndoa yangu. Tatizo wewe uliziki. Wewe ni mwanaume gani usiolizika wewe? Mimi nachoka. Samehe mke wangu. Msamehe kaka. Mimi naomba niende kwa sababu kuna watu wananisubiria. Sawa, mimi nimekuelewa. Ila naomba namba yako tu ili utakaporudi kutoka safari tutawasiliana. Awe ndoa yangu, usivunje ndoa yangu wewe. Ndoa yangu naipenda mimi, ndoa yangu. Ukiona nyani mzee amekwepa mishare mingi, ule ujanja sungura usije nikumba mimi. Oh mimi, mimi. Mke wangu. Mimi naenda kazini. Baadaye basi sawa. Mke wangu. Sina kuongelesha lakini upo kimya hivyo. Jamani, si nimekusikia, si uende?
Lakini Mai, kiukweli unachofanya ni hata sio vizuri, kwa sababu najaribu kuongea naye kiustaarabu, lakini hata kunijibu basi tu vizuri nashindwa, mke wangu. Roma ndugu yangu, utafuta kote huku, nina jambo la muhimu sana nataka kuzungumza na wewe. Hivi ndugu yangu, unafahamu maana ya ushenga? Nafahamu kwa uchache, japo sina maana pana sana. Sasa nikuulize kitu ndugu yangu. Mimi nimesimama nafasi ya ushenga katika ndoa yako. Na unakumbuka ulikuwa unanisumbua sana kabla hujaoa, na ulikuwa unaniamsha mpaka saa 9 za usiku kuhusiana na kukimbia kule kwa wazazi wako kwenda kutoa taarifa na kupeleka vitu mbalimbali. Lakini inakuwaje leo taarifa ya kwa wewe na mke wako mimi nazipata kwa wakwe zako? Kaka, kwa kilichotokea ilikuwa ni ngumu sana mimi kukupa taarifa, kwa sababu nilikuwa naona ni bora nikafanya jambo la haraka kuliko kuendelea kukaa nalo moyoni, maana lingeniumiza sana. Roma, ni jambo gani ambalo ni kubwa zaidi ambalo yani umeshindwa mpaka mimi kuja kunishirikisha, kiasi kwamba mambo yako yote yanotokea kwenye ndoa yako huaga mstari wa mbele na mimi huwa namba 1 kabisa kuniita na tunayasuluhisha? Ni kitu gani ambacho kikubwa wewe kimekufanya mpaka yani ushindwe kunipa taarifa yoyote, kiasi kwamba eti umwache mke wako tu na taarifa zako mimi usinipe, waende wakanipa wakwe zako? Naomba unisamehe sana, kwa sababu kilichonikuta mimi nadhani hata wewe ingekutokea hivyo basi ungefanya kwa haraka sana kama nilivyofanya. Na ndio maana nimetanguliza samahani. Nimemfumania mke wangu na mwanaume ndani. Ilikuwa ni ngumu sana mimi kuendelea kukaa na hili jambo moyoni, ikiwa hata dini yetu inatuambia mwanamke mzinifu inabidi apewe talaka 3 tena pasina kusubiri. Kwa nikaona nisisubiri kwenye hili, nikaamua kutekeleza kile ambacho dini inatuamrisha. Pole sana ndugu yangu, kwa kweli kila mmoja anajua anapokosea, siwezi kukulaumu. Huenda ukawa una haki moja kwa moja, lakini kuna jambo la muhimu nataka tufanye. Kumbuka kwamba yule kabla hujamuoa tulienda kwa wazazi wake. Kwa hiyo hata hili alilokufanyia japo ni kubwa, lakini hukupaswa kumwacha moja kwa moja akaondoka, isipokuwa ulipaswa wewe tuende pia kwa wazazi wake, tukamwache kwa wazazi wake. Kwa hiyo ndugu yangu, mimi nakuomba twende mimi na wewe kwa wazazi wake. Ikiwezekana kama tuna uwezo wa kumpata kokote alipo tuende naye, au kama ameshatangulia kwa wazazi wake basi tuungane mimi na wewe mguu kwa mguu, ili tuende pale tukamtue pale. Lakini talaka imetokea ndani. Sasa mimi niende huko kwa wazazi wake nikafanya nini? Hapana, hata kama talaka umempea ndani, maneno pia ni talaka, ila ni muhimu twende pale kwa wazazi wake. Hata kama talaka atakuwa ameichana, hana karatasi kudhihirisha kwamba ameachwa, tukifika kwa wazazi wake maneno tu yanatosha ndugu yangu. Lakini ni muhimu zaidi ukaenda pale kwa wazazi wake na ukamtua pale kuliko hivi tulichokifanya, kwa sababu leo hii yule pia ni binadamu. Uenda ukawa wewe umemwacha alafu yeye amekwenda kwenye mambo yake huko, akahangaika yakamkuta matatizo, akarudi kwa wazazi wake wakashindwa kumuelewa, kwa sababu wanaamini kabisa wewe ndiyo mmiliki wa yule binti yao. Watakuja wazazi wake
akaanza kukulaumu. Yaani ni bora tufanye hivi ndugu yangu. Basi sawa, hamna shida, tulitekeleze tu hilo. Basi sawa ndugu yangu, kwanza ni pole sana. Japo wenyewe odi Kem odi. Karibu shemeji. Asante. Saizi Salama kweli? kwema, lakini si kwema sana. Una shida? Acha tu shemeji. Samani, huyu bibi alikupigia simu au kafika hapa? Hapana, hajafika. Vipi, kwani kuna tatizo? Kiukweli ni kuna tatizo, lakini sijajua upande wako, labda umejaribu kuongea naye, labda akakuelezea kinachoendelea. Ni ukweli mimi sijamwona, yaani hata machoni sijamtia kwa kweli, na hajaniambia chochote. Samani, ingekuwa inawezekana ungempigia simu, ilikuwa ni vyema angefika hapa, tungekuja kuyamaliza. Halo, uko wapi? Hebu njoo hapa kwangu mara moja. Sawa, ngoja nijiandae, nakuja hapa. Haya, sawa. Poa. Safi za siku. Safi, mambo vipi? Safi za toka siku ile. Mzima upo? Jamani, nimefurahi kukuona. Hata mimi pia. Ulisema unaitwa nani vile? Naitwa Roma. Ila wewe uliniambia unasafiri, mbona leo nakuona hapa tu? Ya, nilisema nasafiri, lakini kuna changamoto zilitokea ndio zilizonisababisha nishindwe kusafiri. Moto gani hizo? Tuligombana, yani ugomvi ulikuwa mkubwa, na isitoshe anajua yeye ndo amekosea na ni mkosefu haswa, lakini hakutaka kukubali kwa kile kilichotokea. Maana tulifikia hatua alisema yuko tayari arudi kwao. Kwa sasa mimi nikaona isiwe shida, ya nini niendelee kufuga matatizo ndani kwangu, nikaamua bora nimrudishe. Kwa hiyo ndo changamoto ilionikuta basi. Mlifikia huko? Pole. Shapoa mama. Ila mimi tu natamani tupate muda wa kuongea, tuongee vizuri. Hilo tu, wala usijali, namba zangu si unazo? Nilisave kwenye simu yangu. Basi sawa, hamna shida, utanipigia basi. Basi sawa. Kwa kuwa mimi kuna mtu naenda kuonana naye, nikitoka tu huko nitakucheki. Unapenda usipopendwa, kumbe boya wajanja wanaweka sumu, penzi lisiendelee litokome. Pesa imekuwa adui, tunapokwenda huko mbele tupajui, yani kabisa imejenga uadui. Dada vipi zaka? Nzuri za huko utokako. Salama, mmenitoa hai, yaani huko nimetoka nasema siku kuna tatizo gani? Maana nimekuita hapa mdogo wangu. Naona kaja shemeji yangu hai. Haisi ana shida. Sasa lakini kila ninapomuuliza anakataa. Na yeye anasubutu kuniambia labda mimi najua. Nikamwambia mimi sijui chochote. Basi mpigie simu mdogo wako.
Njoo nimekupigia hapa uje, nini shida tena? Yaani dada bwana, mume wangu katoka asubuhi kaniaga naenda kazini. Kwa hiyo mimi hapa hata sijui lolote, na sisi nyumbani kwetu hatuna tatizo lolote dadangu. Sasa mimi nachangaa unavyoniambia hivyo. Kwanza nikwambie mdogo wangu, unajua mimi ni mtu mzima